lakini Mungu akizungumza anazungumza, na mwishowe Mungu amemfanya hivyo mpaka hivi. Mjua kama baba wetu Abrahamu bado sisi ni kizazi chake. Kwa hivyo napojua katika mpango wa Mwenyezi Mungu, Mungu na yeye anaweka katika mpango wake wa maisha yako yote. Na mjue kuna mtu anaitwa mtu wa wivu. Mtu wa wivu, mtu ambaye ako na wivu, anapoona ama kusikia kwamba umeanza kunawiri, umeanza kukua, umeanza kuonekana, umeanza kupiga step, na yeye kuingia na wivu, kuingia na roho ya chuki, anatafuta njia ya kuweza kuangamiza. Unapoanza kupiga hatua katika maisha yako, unapoona Mungu ameanza kukuinua, haukuwa unajua kuomba, sasa umejua kuomba. Haukuwa unajua kuhubiri, sasa umejua kuhubiri. Haukuwa unajua kuvaa, sasa umeanza kujua kuvaa. Kuna watu wanavanga hivi. Jua naye mwovu shetani anasimama, mtu wa huyo anasimama na lengo lake kuweza kukuataka, na atatumia mbinu zake zote ili kwamba aweze kukuangusha. Anaweza tumia na mali yake yote, lengo lake kwamba ni wewe uweze kuanguka ama muondokee. Kile kitakacho kusaidia ni uhusiano wako na Mungu. Uhusiano wako na Mungu ndio unafanya uende mbali. Ukiwa katika mpango ya Mungu, hata maadui wakiinuka hawatakuweza, kwa sababu wewe uko katika mpango wa Mungu. Mungu ameweka katika mpango, hauwezi ama hawezi mwanadamu yoyote kuweza kutoka katika mpango wa Mwenyezi Mungu. Sema hivi. Amen. Wana wa Israeli walijaribu sana, watu wafalme wengi walijaribu kuwatoa katika mpango wa Mungu, lakini hawakuweza. Walikaa katika mji wa nchi ya Misri wa mateso, wakapatia kazi, wafanye kazi ili wasizaane, wapunguke, lakini neno linasema walizidi kuzaana, waliongezeka, wakawa wengi, mpaka Farao akasema hawa watu wamekuwa wengi, ile siku wataanzisha vita juu yetu, watakuja kutushinda katika nchi hii. Wafanyishwe kazi ngumu. Ikafika mahali wamepewa kazi ngumu, lakini bado wanaona watu wao bado wanazidi kuongezeka, mpaka wakasema hapana, watu hawa wakizaa watoto, mwangalia, akizaa mtoto mwanaume auawe, akizaa mtoto msichana mwanamke aishi. Na ndio naona wakati mazingira ya Musa, watoto wote vijana walikuwa wanauawa, na Musa aliponea, unaona aliponea akakulia kwa nyumba ya Farao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu lengo la Farao ilikuwa ni kumaliza kizazi cha Israeli, lakini kwa sababu kilikuwa kwa mpango wa Mungu, naye Mungu hakuruhusu. Yesu alizaliwa wakati mfalme Herodi pia yeye alikuwa amwangamiza, lakini naye Yesu alikuwa kwa mpango wa Mungu, kwa hiyo Mungu angeruhusu. Sema amen. Kuna watoto walikufa wakati huo, wakati Yesu alizaliwa. Watoto wote walio chini ya miaka, ilikuwa ni miaka 5, wote waliangamizwa.
lakini Yesu akatoroshwa, akaenda kufichwa kwa maadui, akaenda kufichwa Misri, mahali Israeli walikaa mwanzo. Fungua nami Hesabu ni namba 22, tutaanzia penyewe tusome hadi mstari wa 7. Tuzungumze mambo machache alafu tuombe na wewe. Nasema tunatumia usiku huu kwa maombi zaidi kuliko kuzungumza maneno, na mpaka tupate ile kuelekeza kwa ajili ya kuzungumza maneno hayo. Nashukuru leo hesabu yetu imeongezeka. Tulianza 4 kuja 5, leo tumefika gawa moja hajaingia. Tunaanza na yeye, lakini sasa yeye amekosa, tumeongezeka wangapi? Tumeongezeka 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mapata toka 22 kuanzia penyewe hadi mstari wa 7. Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarare za Moabu, ng'ambo ya pili ya Yordani, karibu ya Yeriko. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori. Moabu akawaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka, kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba. Na Balaki mwana wa Sipori alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori hata Pedori ulio kando ya mto, mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumwita akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri. Tazama, wanaofunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Basi njoo wewe na kusihi unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza tupate kuwapiga, niwafunikize watoke katika nchi yangu. Kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie ubarikiwa, na yeye umlaanie ulaaniwe. Wazee wa Moabu na wazee wa Midiani wakaenda wakichukua ujira wa uganga mikononi mwao, wakamfikilia Balaamu, wakamwambia maneno ya Balaki. Nataka nifunze tu mambo machache hapo, alafu tuombe. Nataka kuongea kuhusu Balaki pamoja na Balaam. Balaam ni mchawi, Balaki ni mfalme wa Moabu. Na niongee kuhusu wana wa Israeli akiwa ni mimi na wewe. Biblia inasema wana wa Israeli walipokuwa na safiri kutoka Moabu
Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarare ya Moabu, ng'ambo ya pili ya Yordani, karibu na Yeriko. Na Balaki mwana wa Zipori akaona mambo hayo ambayo Israeli wamewatendea Waamori. Walikuwa wanasafiri kuelekea Moabu, walikuwa wamepita katika nchi ya Waamori, wameiangamiza yote, kwa sababu Waamori walijaribu kuwazuia wasipite wakielekea katika nchi yao ya ahadi, ama wakielekea katika eneo lao la baraka. Naye mfalme wa Moabu Balaki akaona maneno hayo yote, vile Israeli wanasafiri wakipiga hatua kukaribia baraka zao, wakipiga hatua ndani ya maisha yao, wakipiga hatua kwa vyovyote wanavyovifanya, wanapiga hatua kwa sababu wako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na yeye mfalme wa Moabu Balaki alikuwa anaangalia watu hao vile wanasafiri na vile wako wengi na vile wako na mifugo mingi. Macho yake ilikuwa, attention yake yote alikuwa ameweka kwa wana wa Israeli, na hivyo ndivyo adui alivyo. Anaangalia vile wewe unapiga hatua katika maisha yako. Yeye amekataa kufocus na mambo ya kwake. Yeye anaangalia wewe unanafili namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasikiliza bado huyu dada anaomba. Bado huyu dada maisha yake inaendelea. Yaani kazi yake ni kukuchunguza wewe. Wanachunguza vile Waisraeli wanasafiri. Watu wanachunguza maisha yako vile inaendelea. Safari zako za kwenda na kurudi, maisha yako yanakaa namna gani? Nini umefanya? Unataka kufanya nini? Na wewe mwenyewe haujui kama unachunguzwa. Hiyo ni watatu. Na ndio tumesema ni vizuri kuwa na Mungu. Hata kama unachunguzwa, hata kama watu wanakuwinda usiku na mchana, hata kama watu wanatoa ujira wao wagamii, lakini ukiwa na Mungu kwa mpango wa Mwenyezi Mungu hawatakuweza. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli wanachunguzwa usafiri yao. Vile wanasafiri. Wanasema angalia vile wanafanyia Waamori. Yaani angalia vile wanazidi kushinda wadui wao. Maana Waamori walikuwa na nguvu, walikuwa na uwezo, lakini wana wa Israeli wakawashinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wewe ujue kuna maadui meshinda. Amen. Na maadui wamewashinda na kuna watu bado wanasimama. Wanasema dada huyu hatukufikiria hatafika mahali amefika. Hatukufikiria huyu ndoa yake itafika mahali amefika. Hatukufikiria huyu ndani ya hii boma bado anasimama. Maana lengo lao watu walitaka uishe, familia yenu iishe, wewe mwenyewe uishe, usionekane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wanapoona wanazidi kukua, maisha bado yanazidi kuendelea, lazima nao wanakaa vikao. Sasa Balaki akawa na wasiwasi nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naona kuna wasiwasi na wewe. Wanasema huyu mtu angekuwa hapa tungekuwa tukubali. Sasa natuzuia mambo yetu wa tunafanya. Nao hapa lazima mtu huyu tumwangamize. Wanasema huyu mtu lazima tumwangamize. Kama kunasikia kuna watu wengine wame hapa, lazima kwa gharama zao zote. Kwa gharama zao zote. Sijui kama watatoa paka na mtoto pesa sadaka ya kunyangamiza mimi ama watatoa nini.
Mimi nakungojea. Baba, mimi niko na Mungu. Siogopi. Maana ukiwa na Mungu uogopi. Hata watoe watoto wao wote sadaka ya kuangamiza mimi hawataweza. Bwana Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo Bwana akaingia wasiwasi. Akaita wazee ambao wanakaa nao. Akawaambia tuko kwa hatari. Nataka niwatume mwende kwa Balaam. Balaam alikuwa ni mchawi. Na mchawi alikuwa mchawi mkubwa. Mchawi anazungumza na Mungu. Unajua mimi nashangaa kwani hii mimi kunaendanga na Mungu. Yaani mchawi anazungumza na Mungu, ndiye akuje kukuroga mpaka akonsolate Mungu. Nataka kwenda kumaliza siku. Unasema namna gani? Mungu akubali ama akatae? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mchawi ambaye anaitwa Balaam wakamwendea, wakatengeneza wase, wakaendea Balaam. Lengo la kuendea Balaam ni aje awalaanie wana wa Israeli. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, sasa jeshi hii la watu litalamba vitu vyetu vyote na kutuzunguka. Kwa hiyo wasiwasi yao na wana wa Israeli watalamba vitu vyao vyote na kuwazunguka hao waweze kuwaweza, ili wasizidi kufanya mambo wanaofanya ya giza. Na ndio mnaposimama kwa maombi vile mnaomba hivi, kuna vitu mnalamba, kuna vitu mnamaliza, kuna madhabahu mnamaliza, kuna miungu mnamaliza, kuna mipango za watu mnamaliza. Sasa watu hao wako ni wasiwasi, mambo yetu yote yanazidi kuharibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wanasema tutafanya nini? Kama watu hao sasa sisi wameshinda na uwezo. Sasa wanatafuta waganga. Anaenda kwa miungu mingine, wanakaa vikao kufanya namna gani? Wengine wanasema fanya hivi, wengine kufanya hivi. Lakini sisi tukiwa na Mungu, hata wakitembea namna gani, Mungu wetu atazidi kutetea. Basi akatuma wajumbe kwa Balaam mwana wa Beori hata Perethi ulio karibu na mto, mpaka wa nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumuita. Akasema, tazama, kuna watu waliotoka Misri. Tazama, wanafunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Basi njoo wewe na kusihi unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda itawaweza tu kuwapiga na kuwafukuza wote katika nchi yangu. Kama wewe utainua laana juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna Bwana alitafuta mchawi. Lengo la kutafuta mchawi ni alani wana wa Israeli ili yeye aweze kuwapiga. Kwa kuna maadui wanatafuta wewe ufungwe, ukae katika vifungo upate uwezo wa kuweza kukumaliza. Hawana uwezo wa kumaliza hata wewe wenyewe. Wao wenyewe hata wana nguvu juu yako. Ndio uweze, lazima uende kwa waganga,
lazima uende kwa wachawi, lazima watafute hao watu ndio waweze kupigana na wewe, ili watu hao wazungumze laana juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio wanatoa paka na fedha za uchina, fedha za uganga, wanainua fedha za uganga, fedha za mganga ili aweze kumaliza wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana tuko hapa kujiweka katika mpango wa Mwenyezi Mungu, kusimama katika maombi kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya huduma ambayo Mungu ameweka ndani yetu, ili wakiinuka maadui pasipo sisi kujua, wakiinuka watu wakienda tuwakanga, na sisi tuko kwa mpango wa Mwenyezi Mungu, hawatatuweza. Kwa hiyo tayari tunawashinda, wanatafuta nguvu zingine za kuweza sisi, na sisi tunajiweka katika mpango wa Mwenyezi Mungu. Usiku wa leo tumuite Mungu mahali hapa. Kama kuna watu wote wanaenda kinyume na maisha yako na mapenzi ya Mungu katika laini yako, Mungu mwenyewe apigane nao, na atapigana nao kama wewe pia umesimama kujiweka katika mpango wake Mwenyezi Mungu. Mungu aweze kupigania na maadui wako ukiwa chini ya mpango wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona watu wanainua fedha za kupelekea mganga kwa ushawishi ili aweze kuangamiza wale Israeli. Na hata leo kuna watu bado wanaenda kuangana. Bado hata leo kuna watu wanatumia mali yao kuweza kumaliza wengine. Na kama huko kwa mpango wa Mwenyezi Mungu utamalizwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna wachawi wakubwa ambao pia wako na ushawishi, wanaenda kuuliza Mungu wale mtu ambao wanasema ni maliza. Mungu anasema hiyo mimi simjui. Hata Mungu mtu anaongelea mimi simjui. Sasa kisikia hiyo mtu amjui, unamaliza. Unasikia umegonga na gari kwa mtu ameenda, kwa sababu uko mpango wake. Lakini kama kwa mpango wa Mwenyezi Mungu, Mungu anasema utalaanije yule mtu Mungu amembariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwami Yesu asifiwe. Amen. Wakimwendea Bwana, lengo la kumwendea Bwana ilikuwa na laani wale wa Israeli waweze kuangamiza. Kuna watu wanatembea juu ya maisha yako, wao wanatembea juu ya huduma wako, juu ya baba yako, juu ya kazi yako, juu ya ndoa yako, juu ya maisha yako, juu ya ibada, juu ya maombi, juu ya vipawa. Lengo lao kuona wewe kwa chini, na wewe lazima usimame kwa maombi. Lazima usimame kwa maombi ya kukesha na kuomba na kufunga na nasiri na sadaka na maagano, kusanya yote pamoja, Mungu aweze kukutetea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana isiweze, na ndio Mungu akatae wana wa Israeli wasilaaniwe. Kuna kazi walikuwa wamefanya, kuna sadaka walikuwa wametoa. Sitasoma huko, nataka kusoma zile sadaka ambazo Balaki alikuwa ametoa ili wana wa Israeli waweze kumalizwa, lakini Mungu akakataa. 23 Balaam akamwambia Balaki, nijengea hapa madhabahu 7, ukaniandalie hapa ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Balaki akafanya kama Balaam alivyonena. Balaki na Balaam wakatoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Balaam akamwambia Balaki, simama karibu na sadaka yako, nami nitakwenda.
labda Bwana atakuja kuonana nami, na lolote atakalo nionyesha nitakwambia. Akaenda hata mahali peupe juu ya kilima. Mungu akakutana na Balaam, naye Balaam akamwambia, nimetengeneza madhabahu 7, nami nimetoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Bwana akatia neno katika kinywa chake Balaam, akasema, umrudie Balaam ukaseme maneno hayo. Akarudi kwake, na tazama, amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa, yeye na wakuu wote wa Moab pamoja naye. Akatunga mithali yake akasema, Balaam amenileta kutoka Aramu, mfalme wa Moab kutoka milima ya mashariki. Njoo unilaanie Yakobo, njoo unishutumie Israeli. Nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nimshutumu aje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Balaka akamwita Balaam akakuja. Balaam akamwambia, sasa nataka utengeneze madhabahu 7 na ulete ng'ombe 7, kondoo 7, kila kondoo na kila ng'ombe kwa kila madhabahu. Na akatengeneza. Lengo la kutengeneza, wana wa Israeli laana ianguke juu yao waweze kuangamiza. Wapendwa, uchawi uko leo. Madhabahu ya uganga na uchawi iko. Watu wanainua madhabahu ya uchawi na uganga kila siku. Wanapoona unainuka, watainua madhabahu in any cost to raise altars against. Watu wanapoona unapiga hatua katika maisha yako, umeanza kunawiri, unaendelea, watoto wanasoma, maisha yake yanabadilika, lazima watu wataanza kuuliza, huyu alifaulu aje? Hatumtarajia ataweza kuona hivi. Nao watainua madhabahu ili wao waweze kuanguka. Watainua madhabahu kwa ajili ya wana wa Israeli. Akatoa ng'ombe 7, kondoo 7 ambao zinaenda kwa madhabahu 7. Na Bwana akamwambia, sasa simama katika sadaka zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niende kuuliza Mungu, huenda atashuka azungumze na mimi. Huyu mchawi alikuwa mkubwa, alikuwa anazungumza na Mungu direct. Unajua kuna tawikio ukienda anazungumza na mababu. Huyu sio mababu. Huyu ni wale wachawi simu. Akiangalia juu wewe kipita inaanguka inakufa. Akisema jua haitatoka kama haiwezi toka kama bado uko hai ni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipoenda katika milima kuonana na Mungu, Mungu naye akashuka kukutana na mchawi. Kuna wachawi wako Mungu anakutana nao kwa sababu wewe kwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Kuna vitu Mungu anakupigania kama hujui. Wewe si unajua hawajui kuna mambo yanaendelea. Wewe kwa mpango wa Mungu, ukiwa na Mungu, ukitembea na Mungu, kuna vita zingine Mungu anakupigania, wewe unalala usingizi, wewe uko kwa shughuli zako, lakini Mungu anapambana vita zako. Mtu ameenda kumtaka, nataka huyu mtu. Nasema huyu mababu amekataa. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ndivyo zilivyokuwa katika wana wa Israeli. Hawa wanaendelea na kazi zao, wanaendelea na shughuli zao, kula na kunywa. Hata wengine pengine walitoka mambo yao ambayo si ya kawaida chini. Mungu anawapigania. Anaambia Balaam, uende waambie Balaam ya kwamba Mungu anauliza
wewe basi utalaanie je nyumba ya Yakobo ambaye Mungu hakuwalaani? Utawashutumu namna gani ambaye Mungu hakukushutumu? Bwana Yesu Kristo. Sasa ukiona kushike ni kwamba Mungu mwenyewe ameanza kukulaani. Ndio watu waanze kushutumu ni kwamba wewe Mungu mwenyewe amekutoa katika mpango wake. Lakini kwa katika mpango wa Mungu hata wainuke maadui, hata wainuke waganga, hata wainuke wachawi, wanaweka mitego zake, wakifikia utaangamia, wanapata kesho na Mungu anaendelea. Wakifikia hapo faulu, wanaona faulu ikisonga mbele. Wakifikia maisha yake kurudi chini, wanaona maisha yake yanazidi kuendelea mbele. Wakifikia utakufa kesho, wanapata wameanguka. Wakiona leo tena magari yatakufa, wanapata umeenda umerudi. Kwa sababu Mungu anakutetea, anapigana juu ya maadui wako, anapomoa mipango zao kutana na kwa hiyo inua, Mungu anaziangusha. Yes. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akiwa ni Mungu anamtetea. Kuna watu walitaka ukufe lakini bado uko hai. Kuna watu walitaka uangamie uteseke lakini Mungu anakuinua. Kuna watu walitaka hata sipate nafasi ya kuja kwa maombi lakini Mungu bado anakupatia neno kufika kwa maombi. Kuna watu wataki roho. Ndio wapate vizuri. Ndio wapate uelewe vizuri. Ndio wapate meshahara vizuri. Ndio wapate ibada vizuri. Lakini neno bado bado yasimama hata tu. Hata tukienda wengine wakikata tamaa katika safari. Lakini kuna wale bado Mungu anatia nguvu kwa sababu katika Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanainua uchawi, kuna watu wanainua uganga, kuna watu wako mipango zao hazifai. Lengo lao ni kuangamiza ibada ya Mwenyezi Mungu, kuangamiza utakatifu wa Mwenyezi Mungu, kuangamiza watoto wa Mungu. Lakini Mungu akiwa na wewe, wewe kwa mtumikia Mungu, wewe kwa kumwita Mungu, hakuna nguvu zozote zinaweza kukuweza kukushinda, kwa sababu Mungu anakutetea usiku na mchana. Sema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo lazima tujiweke katika mpango wake Mwenyezi Mungu ili Mungu azidi kututetea na Mungu azidi kutuinua na atupiganie katika maisha yetu. Haleluya. Haleluya. Nataka kumalizia ndio tuweze kuomba pamoja. Kumbukumbu la Torati kumi na mbili. Shetani wasingiza nanda kwa kumata. Bala kama ametumana bala. Nabii hata kuweza. 12 mstari 3 tu. Hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika mji aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako aumiliki siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakitumikia miungu yao mataifa mtakayomiliki, juu ya milima mirefu na juu ya vilima na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Nani zivunjeni madhabahu zao, zibomoeni nguzo zao, na mashera yao yateketezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga na miungu yao zikateni, na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo. Huyo ni Mungu anazungumza na wana wa Israeli.
anawapa maagizo watakaoyafuata baada ya Mungu kuwaingiza katika nchi ambayo ya urithi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kazi Mungu anataka ujifanyie. Hata Mungu akikubariki, kuna kazi anataka ujifanyie. Mungu anapeleka wana wa Israeli katika nchi ya Kanaani, na katika nchi hiyo ya Kanaani, wao wa Kanaani walikuwa na miungu zao, wamekuwa na madhabahu yao, walikuwa wametengeneza vinyago zao, walikuwa wamejenga madhabahu yao ya kutumikia miungu yao. Sasa Mungu anawaambia, mtakapoingia katika nchi hiyo na kumiliki na kukaa, lazima jambo la kwanza mwanze kuharibu na kuharibu madhabahu, miungu, na hiyo nchi ambayo mmeingia ndio mweze kukaa. Anasema mtakapomiliki, mstari wa pili, vunjeni kabisa mahali popote walipokuwa wakitumikia miungu yao. Kwa hivyo kuna kazi Mungu anakupatia la kuharibu na kuvunja na kubomoa madhabahu na miungu tunazokumbana nazo tukisonga ya safari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwami Yesu izuri. Amen. Kwa hiyo anapatiana maagizo kwa wana wa Israeli. Anawapa maagizo sema haleluya. Haleluya. Naweza ile bila hii tutumika masala mengine. Kwa hiyo anaambia kwamba vunjeni kabisa, mvunje kabisa mahali popote walipokuwa wakitumikia miungu yao, mataifa mtakayo miliki. Kwa kuna maeneo naweza miliki, usipoingia kwa maombi katika eneo hilo hautafaulu. Babu, watu ambao walitangulia pale ama mahali umepata palikuwa na miungu, unaweza ingia mahali uteseka katika maisha yako, kwa sababu unashangaa mbona na hangaika na kuteseka, kwa sababu hiyo eneo umeingia kuna miungu ambazo, kuna madhabahu ambayo watu hapo walikuwa wakitumikia, na hiyo madhabahu hakuna mtu aliwahi kuvunja. Baadhi yako hapo yananena, wewe unaenda hapo unatulia. Bwana Yesu atuishi. Amen. Mami Yesu isome. Amen. Ndio naambia watu hata ukienda kwa nyumba mahali, omba kwa hiyo nyumba. Usiende tu ingie wangu. Au jibu nilikuwa nakaa hapo, alikuwa anatumia miungu gani? Unaweza ingia hapo kae upande wateseka zaidi. Paka utakaza mali yako uombe ndio uende kuanza kuishi hapo. Sema amen. Amen. Bwana Yesu atuishi. Amen. Maana watu wako na miungu zao. Watu wako na madhabahu za kwao ambazo wanatumia. Na ukienda ukai hapo unyamasia bila kuvunja na kuziharibu kabisa, sinaanza kukupiga vitu. Tumetoka katika jamii ambazo zimekuwa na miungu zao wengine. Sasa usipojitoa ndani, wewe ambaye sasa umeokoka, unapata umeokoka unataabika. Unashangaa kwani Mungu akuangalie. Mimi nafikiri ukimkiri Yesu kwa mwokozi wa maisha yako, yote imeisha. Ndio ni sawa, umemjua. Sasa anza kuharibu miungu za mahali pale, madhabahu ya mahali pale.
anza kujitenganisha, ukatae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Juu ya milima mirefu, juu ya milima, nchi na kila mti wenye majani mabichi, nanyi mzivunje mazibao zao, bomoeni nguzo zao na maashera zao, yateketezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga na miungu yao tekelezeni, na jina lao livutilieni mbali na mahali hapa. Kwa hiyo wewe kama mtu ambaye Mungu ameita, wewe mtu kama ambaye amechukua step ya wokovu, amechukua step ya kusonga mbele maisha, Mungu anakutoa katika hatua hii, anakuingiza hatua nyingine, ni lazima hatua yote utakapoingia lazima uchukue hatua ya kuharibu maroho zote ambazo zinakuwa zimetawala area hiyo ambayo umeingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwami Yesu Yesu. Amen. Usifurahi tena, ilikuwa nimekaa siku leo nimeenda double furahia. Sasa anza kuombea mahali yako. Kwa sababu hujui mwenye alikuwa anakaa hapo, ila alikuwa anatumia mishumaa zake na mambo yake, pengine alikuwa anatumia vitu zake hapo. Wewe ukiingia unapata ulilala kama umeangalia kwa sababu ukiamka umeangalia huko. Unashangaa unasema leo kama nilikuwa na usingizi mbaya zaidi na mtagani. Kumbe ni mapepo na kupilia kwa ile nyumba. Babu mtu alikuwa na miungu zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Unapoinuliwa kikazi, kimaisha, ni lazima na wewe uchukue hatua ya maombi kuombea hiyo eneo. La sivyo utakuwa na vita katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapoinuliwa kihuduma, sasa umekuwa evangelist, lazima uchukue hatua. Baba, kuna mapepo yanapigana na evangelist. Kuna mazibao ya evangelist. Kuna miungu ya evangelist. Lazima simama kupambana nayo, uyaangushe yote. Biblia imesema uangushe hao yote anapokoweka kusongeza mbele na kumiliki nchi ya kupaa, na kumiliki baraka ya kupaa, na kumiliki kipawa ya kupaa. Amekupa kipawa cha uombezi. Ukiinuka na wewe lazima uchukue hatua. Baba, kuna watu walikuwa waombezi, waliomba wakasaidia watu na wakaangushwa kwa sababu hawakuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwami Yesu Yesu. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Njoo kama mimi baba yangu alikuwa nabii na akamalizwa. Mimi nashangaa nabii alikuwa nabii tena mkubwa, tena watu walikuwa naishi kwa hiyo bomba. Na alikuwa mwalimu, akaanza kazi ya walimu, akaanza kuuza chumvi. Sema hii kazi ya walimu ikaanza kusumbuana na serikali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwami Yesu Yesu. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Lakini aliwimba usiku na mchana mpaka wakamweka chini. Sasa wakati mimi Mungu ananiinua, lazima nipambane hiyo masibabu. Yes. Najua kuna vita ziko mbele. Watu ambao walikuwa wanamaliza katika safari ya huko, na mimi nasema hawataweza. Kwa sababu nimejua unaposonga mbele katika huko, lazima na wewe kujitetea. Ulisema tu kibao kilikuwa cha babu, kilikuwa cha mama, kilikuwa cha nani? Alipitia nini ndio afike? Wewe ambaye haukutoka mahali kibao kilikuwa, lakini Mungu amekuinua. Sasa leo kuna kazi mara zaidi. Lazima upiganie hiyo huduma. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwami Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo lengo ni kuharibu nguzo zozote ambazo zinaweza kujiunga katika maisha yako, ni
kuita Mungu aweze kukutetea kwa wale ambao umepanga kupendea kwenda wewe ili uweze kuangamia. Wewe unafikiri uko sawa? Na watu wanasema huyu tena anafuata kazi. Tu utaka yule dada apate kazi. Huyu ndugu tena anafuata kazi. Huyu tena marudi kanisani. Huyu tena marudi kuomba.